Wakishaingia ndani wanakaa kwenye foleni kama hivi unavyoiona. Wakishakaa kwenye viti au wengine watakuwa wanasimama kwenye magala mengine kama wanakuwa wamesimama. Kwa hiyo wanakutana na mtaalamu katibu hapa. Yeye huyu ni katibu. Kwa hiyo huyu ni mkulima. Kwa hiyo anaingiza kwenye mfumo na huyu ni katibu tena. Tumeweka makatibu wawili ili kurahisisha zoezi. Korosho ni miongoni mwa mazao ya kimkakati yanayochangia kukua kwa uchumi wa taifa na maisha ya maelfu ya wakulima. Ili kuongeza uzalishaji na ubora wa zao hili, serikali kupitia Bodi ya Korosho Tanzania inaendelea kugawa pembejeo za ruzuku ili kuwa na kilimo chenye tija. Katika makala hii tutaangazia zoezi la ugawaji pembejeo linaloendelea katika maeneo mbalimbali yanayolima zao la korosho. Kwa niaba ya wote utakaowasikia katika makala hii, mimi ni Amani Ngoleligwe. Karibu. Nisaidie kitu. Kuna kijana ambaye anakutazama hivi sasa anataka apate somo na funzo kwenye upande wa kilimo. Kuna mafanikio gani ambayo mzee wangu unayapata kwamba kwa sasa, kwa sababu mimi nimejikita kwenye kilimo cha korosho, nimepata mafanikio haya na haya na haya, ili yule kijana au mtu ambaye anakutazama hivi sasa aweze kupata funzo kutoka kwako mzee Ulaya? Sawa. Toka nimeanza kulima, kwa nilikaa mjini mpaka sasa hivi nimejenga nyumba. Alafu hizi pikipiki nilinunua 2. Ndio. Kuanzia hii pamoja Sunlight. Alafu na kisima na kuna maji. Hizi zote sababu ni kwa sababu ya kilimo cha korosho. Na mwaka huu nimeanza kufyatua tofali kama 1000 hivi la kitu. Mimi naitwa Ali Ahmad Mogo. Umemsikia mzee Ulaya lakini? Nimemsikia sana mzee Ulaya. Wewe kwenye kilimo chako wewe unalima kama eka ngapi? Mimi ninazo kama heka 5 tu, si naanzia sasa hivi ndio nafika kwenye umri unaoendelea. Ulianza na eka ngapi mpaka tumefika 5? Nilianza na eka 3, basi nikaongeza eka 2 kwa sasa hivi na eka 5. Kilichotokea niliona mapato yanakuwa madogo, nikaamua fali niongeze shamba ili mradi nijikamue kidogo kuendelea mbele kidogo. Haya, na rais wetu kafanya jambo kupitia Bodi ya Korosho na Wizara ya Kilimo. Kwa sasa pembejeo ni bure. Naiambia tu serikali wazidi kujitahidi kutupatia pembejeo. Wazidi kujitahidi kutupatia pembejeo. Natamani kufahamu kwenye upande wa kipato, kabla pembejeo hizi hazijawekwa kwenye ruzuku kwa maana ya kutolewa bure, kwa eka moja ulikuwa unaweza kupata kiwango gani, na kwa sasa kwa eka moja unapata kiwango gani? Kwa eka moja ilikuwa napata tu gunia 2, lakini hapo zamani, maana kwa sasa nashukuru Mungu nafikia gunia 7, 8. Mara nyingi baada ya kupokea pembejeo, hatua inayofuata kwa mkulima ni matumizi sahihi shambani. Mafanikio ya mkulima hutegemea si tu upatikanaji wa pembejeo, bali pia kufuata kanuni za kitaalamu katika matumizi yake. Tunavogawa dawa pale ofisini, vitu ambavyo anatakiwa kuja navyo ni namba ya NIDA na namba ya mkulima. Kama hana namba ya mkulima huyo si mkulima, hana vigezo. Kwa sababu hizi pembejeo zinatoka kwenye mfumo. Huwezi kuchukua tu pembejeo ukampa mkulima. Dawa hiyo itatokea wapi? Kwa pale kila mmoja anapata pembejeo kulingana na kwanza na ukubwa wa shamba lake,
Kama alipima shamba lake akawa inasoma mifuko miwili, atapewa hiyo hiyo miwili kulingana na kubwa wa shamba lake, lakini kikubwa awe na namba ya mkulima. Wakishaingia ndani wanakaa kwenye foleni kama hivi unavyoiona. Wakishakaa kwenye viti au wengine watakuwa wanasimama kwenye magala mengine kama wanakuwa wamesimama. Kwa hiyo wanakutana na mtaalamu, katibu hapa. Yeye huyu ni katibu. Kwa hiyo huyu ni mkulima. Kwa hiyo anaingiza kwenye mfumo, na huyu ni katibu tena. Tumeweka makatibu wawili ili kurahisisha zoezi liende kwa haraka, kwa sababu ukifanya kazi kwa peke yako maana yake huwezi ni watu ni wengi. Kwa hiyo akishaingia hapo, akishamaliza sasa ile ameshapata OTP, wameshaingiza kwenye mfumo, atapata message. Ile message inapokuja kwake yeye itamueleza amepata dawa kiasi gani. Salfa kama mifuko miwili au mitatu, mitano au 30 au mmoja. Kwa hiyo atakuja moja kwa moja kwa huyu mheshimiwa hapa. Huyu mheshimiwa atamuingiza kwenye hiki kitabu. Akisha muingiza kwenye hiki kitabu, maana yake sasa takuwa rekodi zake sasa zinachukuliwa kwenye hiki kitabu kuonyesha huyu tayari ameshaingia kwenye mfumo, anaruhusiwa sasa kwenda kuchukua dawa. Mimi naitwa Salumu Mnyongo. Ni mkazi na mwenyeji wa Nanyamba, kama nyumba ya 5 kutoka hapo kwenye chama cha msingi. Kwanza tunaishukuru serikali kwa kutupa mgao wa salfa, inatusaidia katika shughuli zetu za kilimo. Asante sana. Mzee wangu, wewe unajihusisha na kilimo kuanzia muda gani? Mimi najihusisha na kilimo takriban mwaka wa 10 sasa hivi na kuendelea. Ikikupendeza utatuambia ukubwa wa mashamba yako? Mimi ukubwa wa mashamba yangu ni hekari 9. Tulianza na ngapi? Mwanzoni kabisa wakati naanza kilimo nilikuwa nayo hekari 4. Ila nikaongeza sasa hivi kwa hekari 9. Kwenye wastani wa mapato upoje? Wastani wa mapato, kwa sababu korosho zangu nyingi nimepanda za kisasa, inafika tani 3-2 napata, inategemea na mwaka, sio kila mwaka. Wao korosho zinabadilika. Mwaka nimevuna sana tani 3, mwaka umekata tani 2. Zao la korosho kwa sisi wakulima huwa linatusaidia sana. Sana kwa kiasi kikubwa. Mimi nimejenga na nyumba ya tofali na pikipiki na vingine vipo. Pikipiki ipo mbali kidogo, ile kule. Iko mbali. Ile. Na nyumbani umesema sio mbali kutoka? Mbali sana kutoka. Na mashamba yapo sehemu gani? Mashamba yako njia kuelekea Miule. Ni mbali kidogo. Nataka twende shambani kwako tukazunguke. Wala ina shida. Kwa sababu pia umesema nyumbani ni jirani hapa. Mimi nitatamani kuja nyumbani nione mzee wangu namna ambavyo korosho zimefanya kwa sasa, unaishi vizuri kabisa. Korosho tu wameenda shule sana, wanasoma, tunashukuru. Safi kabisa kwa sababu ya korosho. Korosho na tunakubali kabisa korosho na bei zake, japo siku hizi zingine zina yumba, lakini tunashukuru. Ni dhahiri kuwa wakulima wengi, ruzuku ya pembejeo imekuwa chachu ya mafanikio. Uzalishaji umeongezeka, ubora wa korosho umeimarika na kipato cha familia nyingi kimeendelea kukua. Elimu kwa wakulima inaendelea kutolewa katika kila hatua ya uzalishaji ili kuhakikisha kila pembejeo inayotolewa inaleta matokeo yaliyokusudiwa. Kwa niaba ya wote uliowasikia katika makala hii, mimi ni Amani Ngoleligwe.